Kijana vipi? Alafu, mbona kaketi kando ya barabara? Tena anaonekana mwenye mawazo sana. Anyway, naona kama naweza kumsaidia. Wewe kaka. Wewe. Samahani kakangu. Mbona unaonekana uko mbali sana? Acha tu dadangu. Nimekuita mara nyingi sana. Mimi? Ndio. Samahani sana. Kama sijakusikia. Pole. Asante. Mbona umeketi hapa na unapaswa kuwa darasani? Hamna kitu dadangu. Nilikuwa nimepumzika tu. Uko sawa kweli? Niko sawa, unaweza kwenda. Hakuna tatizo. Unaonekana uko sawa kabisa. Kuwa free, naweza nikakusaidia. Hakuna haja kujisumbua dadangu. Sidhani kama unaweza kunisaidia. Wewe nenda tu nyumbani. Mimi niko sawa. Hapana, kumbuka sisi sote binadamu, leo kwako, kesho kwangu. Usiyavishe matatizo yako ndani, maana utaumia ndani kwa ndani. Na kama ukiwashirikisha watu, wanaweza wakakusaidia. Maana sio kila mtu mwenye roho mbaya na sio kila mtu wa kuaminiwa pia. Una moyo wa kipekee sana dadangu. Nahisi kama dunia ingekuwa na watu wenye moyo kama wako. Basi ingependeza sana hata mbele za Mwenyezi Mungu. Lakini dadangu, matatizo yangu ni makubwa sana. Sidhani kama unaweza kunisaidia. Naweza nikawa sina uwezo wa kukusaidia, lakini nikawa sehemu ya furaha yako. Kwa kweli, dadangu, Mungu akubariki sana. Asante kwa kunijali. Amina. Unaweza ukaniambia nusu ya matatizo yako? Sijui nianzie wapi, sijui nikuambie nianzie wapi dadangu. Mimi naweza nikasema mimi ni kama yatima. Sina baba na sina mama. Mamangu aliniacha nikiwa na miaka 9 baada ya kifo cha babangu, baada ya kukosana na babangu. Na babangu ambaye alikuwa sasa ndiye tumaini langu la pekee. Naye sina yeye tena. Nikiwa na maana amekufa. Na baada ya kufa, ndugu zangu, jamaa zangu wote wamenifukuza nyumbani. Hapa nilivyo nina matatizo makubwa sana. Sina pa kwenda, sina pa kuishi. Nalala kwenye vipanda vya watu. Na hapa nilivyo nikuta, nilikuwa na wasa ni wapi? Naweza nikatoa karo. Maana nimetuma karo shuleni. Kuna muda nafikiria kwa nini haya makubwa hivi yananikuta. Yaani sidhani kama itatoboa katika maisha. Na kula ni shida, mapasi pia ni shida. Sasa dadangu, mimi sidhani kama hapo unaweza kunisaidia chochote. Pole sana mdogo wangu.
usijali, ni mapito, yatapita tu. Zidi kuwa imara, msimamie Mungu wako, naye atakuokoa kwenye hili. Na baada hayo yote, utafurahia tena. Na kuhusu mamako, atarudi tu. Kikubwa uwasamee. Asante sana dadangu. Mungu akumzidishie neema. Usijali kaka. Naomba namba yako ya simu, nione kama naweza kukusaidia. Samahani sana dadangu. Mimi sina simu. Usijali kaka. Ila nakuomba kitu. Kesho tukutane hapa hapa. Sawa. Hakuna shida. Haya, baki salama. Okay, sawa, Mungu akubariki. Okay. Kuna watu kuna moyo mzuri. Huyo dada ako na moyo wa kipekee sana. Ni watu wachache sana wenye moyo kama. Mungu ambariki sana. Na amzidishie. Anaweza akawasema msaada wangu. Mungu, nifungulie na mimi. Nipate msamaria mwema. Hawezi kunisaidia. Tamsaidia hiyo kijana. Sina uwezo, sina pesa, sina mali. Mungu msaidie tu. Niende kwa idara za watoto. Naona itakuwa njia bora zaidi. Sitapoteza muda. Nitaenda moja kwa moja. Badaki. Karibu kwenye idara ya watoto. Asante. Hapa tunasaidia watoto yatima, maskini na wale ambao wametelekezwa pia. Kwa hiyo tatizo lako limefika sehemu salama kabisa. Kwa hivyo andika jina lako hapa, usaini hapa, ID namba yako hapa, na pia usisahau namba ya simu. Uandike hapa. Madam. Yes. Katika pitapita zangu, nimekuta kijana mmoja. Yes. Na inapoonekana kijana ana tatizo kubwa sana. Yes. Na yeye ni yatima. Anahitaji msaada. Kwa hiyo nikaona ni vizuri niweze kufika katika hiyo ofisi. Madam, Na yatima wamezidi kuwa wengi. hata mimi nashangaa. Kila kuchao. Siuandike. Hadi mimi naonea huruma. Kwani nini inachangia mambo yote lakini? Si, ni kubadilika tu kwa nini, kwa dunia tu. Ni sawa tu. Sasa tufanye nini, labda tuzidi kumwomba Mungu tu. Awasaidia tu. Kabisa lazima tuombe. Kuna otherwise. Lakini ni kama wanapitia magumu. Unaweza imagine maisha bila wazazi. Asante sana kwa kutufikishia hili swali na kuahidi tutaishughulikia. Nashukuru sana.
Basi wewe nenda, tutamtafuta na tutamsaidia. Okay, sawa. Asante. Haya. Bye. Yeah. Unatoka shule? Hapa natoka shule. Wow. Na yenyewe niko na furaha sana. Nashukuru kwa msaada wako. Mungu akubariki sana. Kama kwa kweli. Yeah. Mungu ni mkuu. Hawa maafisa wa idara ya watoto walikuja kunitafuta. Okay. Na waliponitafuta wamenisaidia. Yaani hapa natoka shule nimelipiwa kila kitu. Na kuhusu makazi, chakula, mavazi wanasimamia wao wenyewe. Nafurahi sana. Na kingine zaidi vizuri yake wameahidi kunitafutia mamangu mzazi. Wow. Ambaye ina miaka 10 sijamuona. Kwa sababu niko na picha yake. Wameniambia watamtafuta kila mahali. Na bila shaka ninaamini kwamba Mungu atatenda na nitamuona tena mamangu. Wewe Mungu. Yaani Mungu akubariki sana. Amina. Kwa kuwa na moyo wa kusaidia. Amina. Unajua sio kila binadamu anakuwa na moyo wa kusaidia. Binadamu wengine tunaishi kama vile kitu tuseme kama vile simba na swala. Okay. Simba hawezi kuishi kwa amani. Akioa anamuona swala pale au aone mbuzi. Kwa sababu gani? Yeye ni mla nyama. Kuna binadamu ambao wamefanya wengine kuwa swala na wao ni simba. Yaani hawawezi wakakaa kwa amani wakiona mtu mwingine anaendelea. Watu wengine pia hawana moyo wa kusaidia. Ila ni vizuri kuwa na moyo wa kusaidia. Kwa sababu unaposaidia pia wewe kuna siku utakuja utahitaji msaada. Na uliowasaidia huenda pia wakakusaidia. Kwa hiyo mimi nimefurahia sana kwa ukarimu wako kwa kuniahidi na ulichoniahidi. Angalau yani na shukuru sana nimeona matunda yani. Nafurahi sana. Mimi niko na furaha yani sijui nikulipe nini. Najua hata ipo nimenunuliwa simu. Haya. Yenye natumia. Wow. Sasa nikifika nyumbani naomba waniandikie namba yako ya simu. Okay. Nikifika nyumbani maana napatiwa pocket money. Okay. Dadangu sitakusahau. Nikutumia hata kama ni minute. Hapana, hata usijisumbue. Hiyo Unajua sawa. Uwezi fanya kitu ndio ulipo tu. Yaani sasa hata nikipokea hiyo malipo nitakuwa hata mimi si mtu wa maana. Yaani kikubwa hapa nashukuru Mungu. Sawa. Unachokisema mimi sisemi ni malipo. What I'm saying ni shukrani tu. Naona. Yaani kwa kitu kidogo tushukuru tu yani. Kwa hela kile kidogo ambacho niko nacho. Sisi niko na shida kwa sasa hivi yani naishi vizuri. Nitakutumia 2000 kama sehemu yani ya furaha yangu yani umekuwa yani mtu wa maana sana kama maisha yangu. Lakini sioni kama itakuwa usijali kwa hilo. Wewe kaka. Nimekwisha. Naomba hata nichukue nini kalamu hapo niandike namba yako. Ili pia nikaona venye sasa maana unaambisha sana. Acha tu nisikatae. Tuseme tu ni niambia namba yako ya simu. Andika 07 20 35 77 35. Asante sana. Hii nikifika nyumbani. Sasa nitaona jinsi nitafutia kitu tu. Mimi hata sijui niseme nini. Unajua sifikiria hata siku moja. Kama tu nitakuwa sehemu ya furaha ya mtu. Mimi nilifikiria kuwa kusaidia watu ni kuwa na pesa nyingi. Sio kuwa na pesa mingi. Kuwa hadi na mali. Hapa nimeona unajua pia kusaidia mtu au kusaidia watu sio lazima uwe na mali. Sio lazima uwe na vitu. Unaweza pia ukashirikisha watu wengine kama vile nilivyofanya ulikimbia kwenye dada ya watoto. Mimi sikuwa na uwezo wa kukimbia kule naona. Wewe tayari ushamaliza shule yako. Shule si ndio? Mimi bado ndio nasoma. Kwa hivyo wewe ulikuwa na uwezo kwenda kwenye ofisi yao kuongea na wao. Kama vile wamekuja nyumbani na wakanisaidia. Kwa hiyo mimi hadi nafurahia sana. Mungu akubariki sana. Amina. Hapa nilikuwa nimekodishwa chumba mahali. Wow. Karibu na shule. Haki na furaha. Mimi sikuwa nataka shule ya mseto. La mbodi naona. Nilikuwa nataka hivi. Okay. Nikirudi. Sasa hata ni poa. Yeah. Si lazima usinde ukikaa huko. Basi Mungu akubariki. Pia na pia ile ambayo nitaisema pia tutakuwa tunaongea. Maana umekuwa kama dadangu. Unajua mimi nimesaidiwa peke yangu. Sina dada. Okay. Hata sina kaka.
Sijali. Mamangu tu amebakia tu. Kwa hiyo huo ndio atakuwa na dangu sasa. Okay, nashukuru sana kwa. Haya basi. Haya. Kwa na siku njema. Haya pia nawe. Mtoto